Kufuatilia sukari yako ya damu. Kufuatilia sukari yako ya damu hukupa maoni kuhusu jinsi mwili yako inavyoitikia kile unachokula na kunywa na kiwango cha shughuli zako. Hasa unapogunduliwa kuwa na ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili, kufuatilia viwango vyako vya sukari kunaweza kusaidia. Kipimo cha sukari kwenye damu ni rahisi kutumia na kinaweza kukufundisha kwa haraka jinsi chakula na shughuli huathiri kiwango chako cha sukari kwenye damu. Mara tu unapofanya mabadiliko ya manufaa, hutahitaji kupima mara nyingi. Ukope au kununua kifaa, mita ya kupimia sukari ya damu na ugavi wa vipande vya kupimia. Tumia mita kupima sukari yako ya damu kabla ya masaa 2 baada ya mlo wako mkubwa zaidi. Fanya hivi kila siku kwa wiki 1 au 2. Kuweka rekodi kutakusaidia kuona mitindo. Jumuisha sukari yako ya damu kabla ya kula, maelezo kuhusu mlo wako na sukari yako ya damu masaa 2 baada ya chakula. Pia jumuisha sukari yako ya damu baada ya shughuli. Kabla ya chakula, sukari ya damu ya mtu asiye na ugonjwa wa kisukari itakuwa chini ya 100. Baada ya kula, sukari yao ya damu itaongezeka kidogo, na kisha baada ya masaa machache itaanza kushuka chini ya 100. Mtu mwenye kisukari atakuwa na viwango vya juu vya sukari kwenye damu. Lengo ni sukari yao ya damu kupima chini ya 130 kabla ya chakula na chini ya 180 masaa 2 baada ya chakula. Anza na milo unayokula kwa kawaida. Unaweza pia kupima vyakula au vinywaji unavyopenda ambavyo unadhani ni tatizo. Pima sukari yako ya damu kabla ya mlo wako mkubwa zaidi wa siku. Kula kile unachokula kawaida na kunywa kile unachokunywa kwa kawaida. Masaa 2 baada ya kuanza kula, pima sukari yako ya damu. Kiwango cha sukari kwenye damu ni kikubwa sana baada ya kula chakula hiki cha wanga mwingi na zaidi ya lengo. Andika maelezo katika rekodi yako. Watu wengi hupata kwamba wanga na sukari zote huongeza viwango vyao vya sukari kwenye damu zaidi ya vyakula vya protini na mafuta. Sasa, fanya chakula cha afya kwa kuondoa vinywaji vya sukari, kupunguza kiasi cha wanga na kuongeza vyakula vya protini na mboga. Masaa 2 baada ya kuanza kula, pima sukari yako ya damu. Mlo huo wenye afya zaidi ulifanya mabadiliko, lakini bado hauko kwenye lengo. Tena, rekodi maelezo. Sasa, tumia sahani ndogo na kipimo chenye afya zaidi. Robo ya sahani ya wanga, robo ya sahani ya chakula cha protini na nusu ya sahani ya mboga. Lengo la sukari ya damu sasa limefikiwa. Chini ya 180 masaa 2 baada ya chakula. Rekodi inaonyesha afueni. Pima mara nyingi mwanzoni. Jifunze ni vyakula gani vinasababisha kiwango cha sukari kwenye damu kupanda sana na ni vyakula gani vinakupa viwango vya afya vya sukari kwenye damu. Wakati viwango vyako vya sukari kwenye damu vinapoanza kushuka baada ya kula, utahisi vizuri na njaa na uchovu hupungua. Kujishughulisha mara baada ya kula itasaidia kupunguza sukari yako ya damu. Angalia sukari yako ya damu baada ya shughuli. Baada ya kufyeka nyasi kwa dakika 20, sukari ya damu ilishuka kwa pointi 40, kuonyesha
jinsi shughuli yenye nguvu katika kupunguza sukari ya damu, hasa baada ya chakula. Hakikisha umejumuisha shughuli na viwango vya sukari ya damu kwenye rekodi yako. Kwa kujua malengo yako ya sukari ya damu na kutenda kulingana na matokeo na mabadiliko ya mtindo wa maisha, unaweza kuboresha ugonjwa wako wa kisukari na kuwa na malipo zaidi ya afya yako. Hiyo inatia nguvu. Kumbuka, fuatilia sukari yako ya damu ili kuona jinsi mwili wako unavyoitikia kwa chakula na shughuli. Utajifunza kwa haraka ni kiasi gani cha vyakula vinavyofaa kwako na jinsi shughuli inaweza kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kufikia malengo yako.